muongo. Huyu msichana ni muongo. Acha nikwambie sasa bro. Huyu msichana wako ni muongo. Jua amenidanganyika ndo alikuwa nayo. Huyu msichana ni muongo. Hii story tunasuluhisha mimi na huyu msichana tena. Huyu msichana ni muongo huyu kasia hii. Kila time ananingojanga. Mbona niliama umoja? Huyu msichana ni muongo. Hii kitu si kitu ya saa hii. Umelala pamoja mara ngapi? Mara kama 39. Huyu msichana juu ni muongo sawa. Na simu ulisema ni mara moja wewe. Kwanza yangu ni investment Bruno zilete ufala hapa. Obeza zilete ufala hapa. Nilete nini ufala kwa investment yangu? Sasa unawaka na umenikulia manzi. Unawaka na umenikulia manzi. Unawaka na umenikulia manzi oya. Singependa hili jambo liwe wazi vile ambavyo already liko. Lakini kwa sababu maji yashamwagika, lazima tutafute njia ya kufanya mambo. Msimamo wangu ama msimamo wa kanisa ikifikia kama hapa ya kwamba kuna dhambi iliyo wazi hivi, kuna mambo huwa tunayaita red flags, na huwa tunasema ya kwamba better a broken relationship than a broken marriage. So hili ni jambo ambalo liko in the public domain, wanajulikana ya kwamba wanafanya harusi. So ni ngumu kwangu kwa sasa kukata kauli niseme ya kwamba harusi haiko ama iko. Hello guys, what's up everybody? This is Director Samaritan 254. Kaida yetu hapa ni Eastern TV guys. Kabla tujaenda mbali, kabla tujaanzia, make sure that you subscribe, you comment and also share hii video iweze kufikia as many people as possible. Jana tulikuwa na Dante na pia tukawa na Susan na pia tukawa na this lady by the name Mercy ama Kerubo, and a lot of issues ziliweza kutokea hapa. Kukawa kuna escalation of the whole of this thing yenye imekuwa ikiendelea hapa, na nikapata namba ya pastor, nilimpigia tukaongea na yeye. Na mimi kusema kweli mimi sijui pastor. Tulipoongea na yeye akaniambia atakuwa akifanya uchunguzi, and nikaambia Kerubo akuwa akipigia pastor, na pastor uliniuliza swali, hii story mimi naijua aje? Na mimi sitaki kuwa kwamba ni mimi nasukuma hii maneno yote. This lady here, tumekuwa tukiongea naye sana, na ni uchungu kusikia kwamba mtu anapoteza mama yake kwa ajili ya vitu za infidelity ama usherati. Na pia vitu ambavyo vina bring things that are bringing bad image to the church. Na nilipoongea na Mercy akaniambia atakuongelesha, niwaalike hapa kwenye studio yetu ya Eastern TV ndio at least tuwe tunazungumza. Uliniuliza kama tuko kwa decoder, kama tunashikia pale kwenye Signet, lakini sisi hatuko pale. Sisi tunapatikana kwenye mitandao. We are on TikTok, we are on YouTube, na pia tuko kwenye Facebook. Instagram tutakuwa tukikuwa active, not been that active. I send you the link of madam ambaye anajulikana kama Susan ama Mama Mercy, wakiwa na Jeff, vile tulikutana nao kwenye barabara. But nilisema ni vizuri tukuja hapa tuongee. Sitaki tuongelee vitu kwenye simu because hii TV yetu uliniambia jipata kwenye televisheni, and hii ni mambo ya aibu kuongea, but ni vizuri nikakwambia hawa watu wamekuwa wakifuata hii kesi. I have really convinced you to come to our TV so that the people who are watching wamekuwa wakifuatilia hii kesi waweze kujua msimamo wa kanisa ya kina Jeff ama kanisa ya kina Kerubo ni msimamo upi ambao wanachukulia. So karibu sana. Ukiona kamera pale tumeimulika, usione ni kama ni tuko na ubaya ama nini. It's only that we are documenting the whole issue. She's not new to us. Tumekuwa na yeye hata wakati waliletana juu sana wakakosana na bwanake ambaye ni Dante. Tulikuwa hapa na tulikuwa tunataka tusikie tu maongezi yenu
na kama kweli hii harusi ambayo iko date 15 kama kweli inafanyika. Karibu sana pastor na karibu sana Kerubo. Yes. Thank you. Nachukua fursa hii kwanza kushukuru Samaritan kwa kunialika hapa. Kwa kweli haikuwa rahisi kwa sababu mambo kama haya mara nyingi ni mambo ambayo tunayafanyia kule kwa ofisi, lakini kwa sababu yamefika kwenu hatuna budi ila tu kukubali. Kile ningeomba ni kusikia the side of the story from Mercy Kerubo ili niweze kufahamu zaidi ni nini kinaendelea. So Mercy ni mshirika wangu wakiwa na Dante, lakini haya maneno sikuwa yamenifikia kutoka kwao. So ningetaka kuyasikia zaidi ili niweze kuelewa kile kinachoendelea. Pastor, siku 2 sijalala. Nimekuwa nikijiuliza maswali mengi, nimekuwa nikiomba, nimekuwa nikifikiria na sipati jibu. Unanijua vizuri. Hata huyo msichana mwingine unajua ni wa hii kanisa yetu. Unajua tumekuja mpaka counseling. Yeah. Tumegrow hapa kwa hii kanisa, umekuwa ukitusaidia, tumesaidia kina Dante. Hadi unajua familia yangu, unajua mama yangu, baba yangu, kila mtu pastor. Lakini sasa hii maneno pastor, unajua nashindwa hadi kukwambia. Nimeshindwa kukwambia kwa sababu ni maneno ya aibu sana. Kweli ni maneno ya aibu, lakini ningetaka tu you compose yourself, upate some courage, unieleze kwa sababu hatuwezi shuruhisha kama hatujui nini kinaendelea. Ningetaka kujua zaidi. So compose yourself, hata kama ni painful, nipate kujua ukweli. Ni nini kinaendelea? What happened? Pastor. Sijui nianzie wapi. Hamkuwa mmeongea? Nashindwa hata kumwambia. Unajua hii ni maneno. Unajua pastor ni kama babangu. Babangu mzazi. So unajua nashindwa uanze kumwambia na wapi kwa sababu ni maneno it's embarrassing. I don't know how to say it. Alafu unakumbuka last time tumekuja counseling, tukaongea hadi na mom, yes. Tukaongea hadi na wewe, tumefanya hiyo program nzima ya counseling before marriage. Umetubariki hiyo siku ya pre-wedding, umekuja mpaka tumeenda nyumbani, tumeenda kwa kina Dante, tumefanya kila kitu. Yeah. So sasa ukikuja kusikia mavitu kama hizi zinafanyika, mpaka unakumbuka tukiongea na ukituongelesha juu ya Dante maneno ya kukunywa pombe. Yeah, I do remember. Mimi nimejaribu pati yangu, niliachana nayo. Dante bado anasema hiyo pombe ndio imefanya hii maneno yote ikafanyika. So sijui hata nitaanzaje kuambia mama. Sijui nitaanzaje kuambia father. Sijui hata nitaanzia wapi, hadi nimeshindwa kuomba. Pastor, ningeomba uanze pale ni what happened. Umeniambia kuna jambo limetendeka. Pastor, sasa nitaanzia wapi? Just as somewhere. Samaritan, uweze nisaidia? Okay, ulikuwa umeniambia that unataka niambie pastor about this issue, but I thought it's good you as the mwadhirika, sijui niitaje victim. At least wewe ndio umeshikilia harusi yako na mikono yako. And how you understand what really happened is the way I would like you to tell pastor, because pastor alikuwa anajua kwamba mlikuwa na pre-wedding usiku. Dante, unajua Dante ndali insist akasema after tumefanya hiyo pre-wedding, so ulikuwa ya mchana wewe ndio ulitubariki. Ya mchana nilikuwa na wazazi wako. Alafu wakasema tufanye after party usiku. Tukasema invite marafiki, kila mtu akuje atusikize. Sasa unajua hadi nashindwa nitaambia je babangu. So it was he knew what was happening. No, he didn't know. We already had a pre-wedding. Unajua kwamba walikuwa wanafanya. Mimi tulimaliza ya mchana. So kama kuna jambo lingine walipanga, ni walipanga maybe kado na kile tulikuwa tumefanya pale mchana. So mchana I was there.
na nilikuwa na wazazi wake, a very reputable family. Babake namjua, ni rafiki wa kitambo, kuna wakati walikuwa washirika wangu before they moved. Mamake pia ni familia ambayo tumekuwa nayo tangu hata hawa as they wanakuwa up, as they grew up, ni watu nimekuwa na wao. So Dante ni kama mtoto wangu, tumetoana mbali sana. So the moment he proposed to Mercy, I welcomed them as my children. So only to hear ya kwamba kuna vitu kama hizi ambazo ningetaka nieleze nipate kina cha hili jambo, kwa sababu si furahi. Okay, Mercy, kindly tell, I know it's embarrassing kuweza kuelezea pastor, but mimi siku nataka nikuwa ni mimi naambia pastor mambo ambayo yalifanyika. Can you kindly take over and tell pastor what really happened? Ama ungependa ni kuondokea hivi, maybe kuna kitu ambacho unaogopa? Should I give you some space? Ukikaa hapa it's safer kwa sababu ni aibu tu kwanza kusema. Pastor, unajua Mama Mercy? Mama Mercy? Yes. The Susan. short lady? Yes, the brown. Short brown lady. Yeah. Yes. Mama Mercy na Dante. Tamwambia aje? Just say it. Speak. Unajua? Ongea tu. Mama Dante na Mama Mercy, Susan na Dante, they have a relationship and they even had sex during the night of the pre-wedding. Hadi msichana alikuwa na hiyo mipira ya kutumia, sasa sijui niseme protection. Walikuwa wanatumia protection ya protection hadi kabaki huko ndani, ikakwama huko ndani, wakatolewa. Mimi sikuwa najua hiyo maneno yote hadi Jeff bwana ya Susan akanipigia simu akaniambia na hizo vitu zote unaona zimekuwa recorded kwa TV. Sasa pastor nitaanzia wapi? Okay, how do you feel wewe mwenyewe? Unajua pastor? Huyu alifikiwa na story. Yeah. Na hii story hata ni mimi nilimuonyesha clip. Nilimtumia video. Yeah. Sisi kazi yetu mostly inakuanga ya kumbuka, nilikuwa nimekuambia ni kazi ya kuingia kwenye streets. Yeah. Na kama vile tulifanya ile yenu. Kawaida tu tunaangalia kwenye simu. Tukishaangalia kwenye simu, tunaangalia messages za watu. Kama tu vile tulifanya. Na tukipata watu kuna vitu zinafanyika, we like trying to solve that issue, and that's why I called you, because nilisema tuongelea hapa ndio tujue vile utakavyo suluhisha ile jambo. Na wakati niliingia kwenye simu ya this Madam Susan, I found ya kwamba wamekuwa kichat. Tulikuwa na wao juzi. Pre-wedding yenu ilikuwa 2 days ago. Na nilipoangalia kwenye simu, nilipata ya kwamba hiyo asubuhi kulikuwa masaa ya saa 9. Yeah. Walikuwa wametoka kwa pre-wedding. Walikuwa wamelala huko kwa pre-wedding ya Madam Kerubo. Yeah. Na tulipoangalia kwenye messages, we found that kuna walikuwa washafanya mapenzi. Yeah. Na mipira ikawa imekwama ndani ya mwili wake, Madam Susan. Na it was a very disgusting and embarrassing moment. Yeah. Kwetu sisi. Na hapo ndio tulianza safari ya kuweza kuwa tunafuatilia kesi. Jeff yeye akasema yeye hataki mke wake. Tukaita Dante ambaye ndio wanafanya harusi na Madam Kerubo. We did the whole follow up. Na baadaye jana asubuhi ilikuwa kitu saa 5. Nikaita Madam Kerubo kwenye studio. Na wakakutana na Jeff alikuwa amekalia tu pale, mimi nilikuwa hapa, Susan alikuwa. Na it was a painful scenario kusikia kwamba yeye alimake decision, akasema kwamba hataki hii harusi iweze kuwa ikifanyika. Na akasema atakuwa akikutafuta. Yeah. Na aliponipatia namba yako, nikakupigia simu
nikajitambulisha kwako. I thought it's not good for us kuongelelea maneno huko nje kwenye watu wajui chenye kinaendelea. Na ndio nikawaita hapa to make this conclusion. You as a pastor, pastor ambaye umekuwa ukihudumia kina Mercy, Dante, Jeff, na Susan. As a church, what is your stand concerning such issues? Kitu ambacho kama hicho ambacho kimefanyikia Mercy. Do you feel like kanisa inasemaje kuhusu haya maneno, and what guidance can you give to Kerubo? Because huyu msichana ambaye tumeongea na yeye amekuwa akilia sana. She has really cried concerning this issue. Nikamwambia don't take the matters with your own hands. Wacha ziende kwa authority. Na mostly hii si kesi ya kusema kwamba tunaipeleka kwenye police station. Because alikuwa amecome up na those moves. And these are issues that should be handled in a spiritual way. Ndio tujue kama harusi kama utaishikanisha ama kutaendaje. And that's why we are here today. Thank you. Mercy. Yes. I understand uchungu wa hili jambo, na najua ya kwamba you feel offended. Singependa hili jambo liwe wazi vile ambavyo already liko, lakini kwa sababu maji yashamwagika, lazima tutafute njia ya kufanya mambo. Msimamo wangu ama msimamo wa kanisa ikifikia kama hapa ya kwamba kuna dhambi iliyo wazi hivi, kuna mambo huwa tunayaita red flags, na huwa tunasema ya kwamba better a broken relationship than a broken marriage. That's true. It is more easier ku move on ukiwa uko nje ya doa kuliko ku break doa na kujaribu ku move on later. Inakuwa ngumu. But hawa ni watoto wangu. Dante kama vile tumesema nimemlea kutoka akiwa kijana mdogo, the same with Madam Mercy. Wazazi wao pia ni watu ambao ni wa kuheshimika sana. So kuna mambo ambayo huwa tunayafanya behind the cameras. So hili jambo although lishafika wazi hivi, ningeuliza kama yawezekana haya mambo tuyarudishe kanisani, isiwe wazi hivi. Kwa sababu kuna misimamo ambayo nikiitaja hapa nitakuwa nimeharibu moyo wa Mercy na pia maybe moyo wa mtu mwingine pale nje. Sababu kuna msimamo ule ya kwamba dhambi ikipatikana lazima dhambi iadhibiwe. Pastor. Yes. Ningependa kuomba kwa heshima. Hii kitu ilianza kwenye TV. Na imekutana na watu wengi. Na na understand mko na wazee, mko na wamama ambao wako pale kanisani. Na mimi nilikuwa tunaomba you being the leader. You take us in the right direction, because siwezi taka mambo yafanyike huko watu wataishi kuniuliza harusi ya Mercy ilifanyika ama ilifichiliwa tu mambo. Kwa nini tusiongea maneno waziwazi ndio watu waweze kujua kama kweli harusi iko? Sababu ni kweli hii ni mambo ambayo already iko. Na ile aibu kabisa ishatokea. Ni swali zuri. Bearing in mind ya kwamba harusi haifanywi nje ya serikali. Kuna those licenses, kuna ile report ambayo lazima ipelekwe Sheria House, na hayo mambo yote tumefanya. Kuna kutangaza kanisani mara 3 ambayo tumefanya, tumebakisha mara 1 wakati ule wa harusi. So hili ni jambo ambalo liko in the public domain. Wanajulikana ya kwamba wanafanya harusi. So ni ngumu kwangu kwa sasa kukata kauli niseme ya kwamba harusi haiko ama iko. Kwa sababu lazima kuwe na a board meeting na lazima niketi na hawa wawili ili tuongee. Kama kutakuwa na msamaha tujue vile tutafanya.
Lakini hapa maybe kwako kwa kamera hivi si rahisi, but bali ya kwamba tutatafuta suluhisho kwa sababu ishafika kwenu. Ili tusaidie mwingine ambaye pia anapitia hali kama hii, maybe tutaongea. Na ningetaka kudirect swali langu la kwanza kwa Mase, hata kama kuna ule uchungu unaosikia pale ndani ya moyo, are you still committed kuona ya kwamba umefanya harusi? Pastor, sioni. Unasikia kidoda tu kingali bichi zaidi? Siwezi ona kwa sababu hata msichana alisema si hiyo mara ya kwanza. Nataka hata wewe mwenyewe Pastor, huyu atakuwekea hizo mavideo manini zenye ziko hapo online uone. Hata kama ingekuwa ni mimi najua mimi ni binadamu. Lakini hiyo ni too much. That's too much. Alafu huyo msichana si hata msichana kuna remorse Pastor. Anatukana. Pia bwana alikuwa anafaa kwa bwana wangu hata wewe pia nisikize. Hapa tuko na mambo mawili bwana Samaritan. Kuna ndoa mbili ambazo zimehusika hapa. Kuna ndoa ambayo hadi mtoto mdogo Pastor. Na mtoto mdogo. Kuna ndoa ya Kerubo ambayo iko karibu kushikanishwa. Na kuna ndoa ya huyu Mase na mume wake Jeff ambao pia ni washirika wangu. So hili jambo si rahisi kwa sasa. But as long as Mungu ako mbele, kuna njia. Nilikuwa nataka Pastor, before we make any conclusion, kabla tukiendelea, tukue tuna Jeff Kidante alikuwa amesema atakuja mume wake. Na tulikuwa usiongelesha tu huyu peke yake. Maybe we call Dante. Najua kuna maneno ambayo maybe uko nayo, ungependa kuongea na ile direction yenye una take. I wouldn't like you to make a judgment yenye itafavor mtu mmoja. Very true. Ningependa tukue na equal judgment between yeye wakiwa pamoja na bwanake. Ni vizuri pia kusikia from Dante ili nijue kulifikaje hapo. Kweli. Lakini kabla tufike hapo, Mase, ningetaka kwanza ujitie moyo, sababu mambo haya hupata wanadamu. Na si wewe wa kwanza. Nimekaa na watu wengi sana, na so far mimi na mke wangu tumekaa kwa ndoa miaka 20. This is our 20th anniversary. Na ninaweza kuambia kwamba ndoa si rahisi. La wewe ambaye unataka kuingia kwa ndoa, kile naweza kukuadvise ni kwamba jambo moja ambalo uharibu ndoa sana ni marafiki. Na already uko na rafiki ambaye ameshaingia sasa kwa relationship yako na your husband to be. So find it in your heart kwanza kukubali ya kwamba it has happened. Ile tunaita this is the reality ya kwamba imetendeka. So, ili isikuume zaidi. Ishatendeka, maji yashamwagika. So we have to pick from there ili tujue ya kwamba kuna hope ya kesho. Sawa sawa? Kwa sababu maisha yako lazima yaendelee. Utapigia Dante ama ni nani? Dante utampigia ama nimpigie? Mpigie. Okay. Sawa. Love that you show me, yes, that I cannot take it for granted.